tafadhali. Haya, karibu. Haya, mkae. Gao baba yangu. Usiogope kuongea Gaucho. Nimekuja maji yangu Gaucho. Mimi niogope kweli? Kama mimi ndio wanaogopa mimi. Okay, kitu ya kwanza, songa mbele kidogo rais. Kitu ya kwanza nawashukuru sana watu wa hii bunge, kwa sababu mara mingi sana wakati nilikuwa na upepo kubwa sana ya siasa last month, ikisemekana Gaucho ameenda UDA, Gaucho amenuliwa, ni nyinyi hapa na watu wa Nakuru, watu wa Nakuru, Mabei na huko South Migori na Mombasa walisimama na mimi. Kama mambo imekuwa ngumu, mimi nilikuwa nakaa kwa nyumba naangalia tu social media vile watu naongea. Siasa ikakuwa imechacha. Watu wengine nilikuwa napigia baba na muuliza baba, sasa mimi nimechoka. Fadhali sasa kuje player akichoka napigwa transfer. Unipeleke loan mahali ama transfer, kwa sababu hii pressure imenishinda. Unajua baba, chukua kitu serious. Alicheka kaniambia, unafikiri uko karibu na mimi hao watu wakuache? Hata Satan hawezi jaribu mtu akumbali karibu na Yesu. Anajaribu ule mtu karibu na Yesu. Akaniambia, wewe lazima ujue siasa, na juu sasa umeanza kupanda, lazima tu upate pressure kama hii. But hiyo wakati nilikuwa naangalia kila saa wameongea. Watu wa Mombasa wameongea, watu wa Migori, wa Mabei wameongea, Nakuru wameongea. Ikabaki kabla hiyo pressure inini kabisa, nikatoka hapa ndo nionyesha hao watu ya kwamba mimi siogopi. Nilienda kutengeneza maandamano Nakuru, mali watu wange expect. Nikaenda Nakuru, baba akauliza mimi uko wapi, nikamwambia niko Nakuru. Kesho lazima Nakuru wafunge barabara. Akaniambia uko serious? Nikamwambia baba niko Nakuru na kesho angalia TV. Ule gavana huko alinitafuta kwa lodging zote huko, hakupata mimi. Ule MP wa huko anaitwa Arama alilia. Brother Otieno Kajwang, ule MC wa hapo katikati, akapigia mimi simu na ananiambia, Gaucho mkwani umesha kuja? Nikamwambia bwana, baba akisema ni maandamano, hata hii siku nikishikwa last nilikuwa naenda kufanya maandamano na Murang'a. Sijui walijua aje napanga Murang'a. Wakashika mimi. Lakini mimi nashukuru nyinyi sana kwa sababu ya maombi yenu. Nashukuru nyinyi sana kwa maombi yenu, lakini nataka niambie nyinyi ya kwamba niliambia baba wakati watu walikufa sana Homa Bay, Kisumu, wapi watu wanapigwa risasi. Nilimwambia mbele ya Uhuru, na nikaambia Uhuru, tribe ambayo Raila Odinga anatoka ndani ni tribe ambayo kukua rebel si ngumu. Ni watu kwa kurudi kwa msituni sio ngumu. Hata kuishi ndani ya maji si ngumu. Ni vile Raila Odinga anapenda nchi hii. Na nikaambia Uhuru, nikaambia baba kama ungekuwa unaweza nipea hii supporters wako ambayo uko nayo Kenya mzima, unipea tu wiki 2, Ruto anaweza piga break Uganda. Na baba anasema ya kwamba mimi kama mimi ndio ningekuwa eti baba nipee na watu wote niwete kwa TV sema Gaucho nisikilie hii mambo ya watu wangu kidogo. Ruto na Gachagua wanapiga break Uganda. Yule tutafanyika, hata yeye mwenyewe atakuwa amekubali. Kwa sababu huwezi kuwa mnapiga watu risasi na mlipromise watu life rahisi. Unaona? Mwezi kuwa kila siku ni vijana mnaua, nao vijana mliopromise maisha kwa chini. Mimi nataka niwaambie hivi. Nataka niseme hapa ya kwamba kulingana na vile nimeona wanaongea, mimi naambia baba, hata kuna haja ubembeleza hao watu. Kwa sababu huwezi kuwa mtu amekuibia, ushajua umefuatilia mguu ya ng'ombe, umejua mali ng'ombe yako imeenda. Ule mtu amekubali yenyewe mimi ni mwizi, kuja tuongee. Alafu dakika mwisho tena namuona mahali akipiga nduru kwa soko ya kwamba tuongee nini? Unaona? Mimi naambia baba, Kalonzo Musyoka nao co-principal ya kwamba hakuna kitu mna negotiate nao watu. Wacha watu wa negotiate na wananchi through maandamano. Yes. Kwa sababu tayari lose maisha. Watu wengi wamekufa. Yes. Kwa nini sasa tunabembelezana nao watu?
Na kitu uchungu sana, eti after kuwa watu Kenya hii, kufanyia watu madharau, alafu mnaonyesha Wakikuyu ni wajinga, eti mnaenda kuwa na michele ile ya plastic, kuweka nao Wakikuyu usiku, Wakikuyu wajalala Nyeri. Mnaonyesha Wakikuyu nini? Yaani maendeleo ambayo mnataka kwenda nayo, hata Uhuru ambao Wakikuyu walikuwa medharau, afadhali alikuwa anaita nyinyi Sagana hapo, na kila mtu alikuwa anapata basi iko na 20,000 aenda anunulie yeye mchele. Eti leo Wakikuyu wako na ugali ya mtama na mchele na githeri iko na supu, na wameweka kila mahali Ruto ako kwa Sagana Lodge. Eti leo amemit na Wakikuyu. My friend, Wakikuyu ambao walikuwa wamejulikana kama watu biashara, wanaanza jinunulia chakula. Leo mradi ambao mnaweza fanya, alafu mkishawasibisha na hiyo mchele ambao sasa inajua tumbo yao inawasumbua, eti ni kitu kubwa mnaweza ambia Wakikuyu ni hadithi ya Sagana vile Uhuru aliweka mkutano huko, hadithi ya Raila Odinga vile alikuwa nini, hadithi ya Uhuru vile ni mlevi. Eti hiyo ndio mnaambia watu wa Central. Tangu lini mtaamuka ya kwamba mnatumika? Watu wenyu wanatumika kupiga kiongozi wenyu Uhuru Muigai Kenyatta. Na mimi naambia jamii wa Central, kama mta realize kurudi kwa Uhuru Kenyatta, mtatumika mpaka in fact nyinyi mtakuwa wajinga kwa hizi tribes zote Kenya hii. Kweli. Ameenda Western hajaweka, na watu wanasema leo wanapenda chakula. Uliona kama ameenda na hiyo mchele ya hiyo mchele? Uliona? Ameenda kwa Jaluo huko, hatukumpigia kura na tuna haja kupiga kura. Uliona akaenda na samaki kutupea. Hasa nyinyi, sisi uliona ya kwamba siku wale Raymond Omolo akifanya sijui homecoming, ulikuwa na watu walikuwa wanapewa pesa kwanza. Nyinyi eti kitu tuliona kwa Facebook kutoka siku mzima ni vile githeri inaiva. Surely jamii ya Mount Kenya. Alafu kumake it worse, sijui nilikuwa nasema ya kwamba Ruto sasa amepita mambo ya kukaa juu ya gari. Unafaa utafutiwe lori usimame juu. Kwa sababu hii juu ya gari umekaa sasa, watu wakikampeni ulikuwa juu ya gari. Saa hii bado uko juu ya gari. Karibu miaka 3-4 bado uko juu ya gari. Tunaomba serikali ya Kenya na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, tafuteni Ruto juu ya lori, asimame juu ya lori ndio Wakenya wamuone vizuri. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema hivi. Kama unataka kujua hao watu wamepanic, hii mambo ya Sagana, eti ilisemekana ya kwamba Raila alimit na Ruto kisiri. Hii ilifanya Gachagua na kina Kimani Chungwa na Ndindi Nyoro wajalala. Eti leo tangu Ruto akuwe president hajafukwa siji river nini? Eti river nya? Ile river fulani walisema pale Chania, siji Chania. Eti river Chania. Eti leo ndio sasa Ruto amekuwa, yani kwa hiyo siku yote Ruto akuwa president wa Central mpaka leo amevuka river, ndio amekuwa kiongozi. Naona anasemekana eti president ulikuzungusa, eti ukae na sama 8 na dakika 24 ndio tu confirm kama wewe ni kiongozi. Yaani kutoka mpaka kapishwa Kasari yako kwa amevuka hiyo river. Mpaka leo ndio avuke river na aweke Wakikuyu ambao masimeji wetu wakule michele na nini. Ndio waonekane sasa Ruto amekuwa kingpin ya watu wa Central. My friend, mimi nasema baba, ukitoka mali huko Kalonzo Musyoka, hata hiyo talks mngewachana nayo. Kwa sababu hizi kwa mnaenda talks na wengine wanaongea na ujinga, wengine wanaongea na madharau. Naambia wa Kenya, na naambia wale wanafikiri Raila Odinga anataka ofisi. Nimesikia wengine wakisema hapa Raila Odinga anaenda kuingia kwa government. My friend, Raila hisi ingia kwa hii government ambayo imeoza. Hawezi. Raila Kalonzo Musyoka hawezi ingia kwa hii government ambayo imeoza. Wewe unaingia wapi? Ndio wakuja wachukua advantage waseme eti huyu jamaa ndiye alituweka tena nini? Sio laumu Uhuru akawapea serikali. Sasa wako nayo. Warudi wasalamia Raila, alafu semekana Raila Odinga anafanya maisha kuwe ngumu. Hapana. Baba waache tu hii iende vile imeenda. Na naambia wa Kenya, waache vile walikuwa naongea. Ilikuwa ni juzi. Nilikuwa naongea na baba asubuhi. Baba kaniambia Gaucho, hii story, hii mambo ya maisha inaenda kukua ngumu zaidi. Sasa hii financial bill court ilipitisha. Sasa hivi vile mnanunua unga inaenda hapa katikati hii mwezi tunaanza, maisha inaenda kukua zaidi. Na mimi hata maskari ambao wananishika, madisi hayo ambao wanashika watu, leo mmekatwa pesa zaidi. Hata badala mkuje kushika mimi, badala mwende mshike Ruto, mnashika mimi ambao natetea nyinyi. Kama nataka kujua nyinyi peni walevi. Nyinyi mnatuma usiku kukuja na gari 6 kwangu.
Badala hiyo gari sita muongeze zingine 2 mchukue Gachagua na Ruto, unakuja kwangu. Sasa na nyinyi pia hakuna kitu mko nayo. Sasa hiyo mama wetu ambao wanauza changa hapa banki mtakuwa mnasumbua daily. Kwa sababu nyinyi sasa salary yenu imekatwa. Wale wanafanya kwa serikali mshahara zao zimekatwa. Na wale hawana. So mimi nasema hii kitu si kitu ya Rudinga. Si kitu ya Kalonzo Musyoka. Hii ni kitu ya Wakenya. Watoke nje wapiganie nchi yao. Iko jamaa amesema mambo ya ile kitu inafanyika huko zaidi Burkina Faso wapi? Mimi nasema mali imefikia. Afadhali tukue kwa mkono ya wanajeshi kuliko kwa mkono ya Ruto na Gachagua. Ni kweli si kweli? Mimi nasema ya kwamba enough is enough. Kama hii nchi imeshinda Ruto na Gachagua, then mimi naambia wajeshi kwa kampo ambayo muko, naambia Molo na wale wanini, my friend, chukweni nchi tukae kwa mkono yenu mpaka tutengeneze uchaguzi mwingine. Na hiyo ndio Afrika itapopata hiyo njia. Unajua watu nafikiri ni mchezo. Hiyo kitu imeanza hapa nini itaingia Nigeria. Iingie hapa Uganda. Hata hii Kenya tumeona ya kwamba tumechoka. Haiwezi kuwa ya kwamba eti mtu atuongoza vibaya, sasa amebadilisha kuvaa, anavaa kama Mobutu Sese Seko. Ile tu dictate. My friend, Ruto lazima ajue ya kwamba hata uvae kama Mobutu Sese Seko hapa Kenya hatutakuogopa. Either tuheshimiane ama kila mtu akae na heshima yake. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema hivi. My friend, William Samoei Ruto, hautakuwa wa kwanza kukuwa president Kenya hii kutoka kwa jamii ya Kalenjin, na hautakuwa ya mwisho. Sasa zile unaongoza vibaya, ujue mtoto wako Salini ama Nick Ruto anatafuta uongozi. Ujue kina Kipchumba Murkomen na kina Sudi na nani wanatafuta uongozi Kenya hii. Na the moment unaona ya kwamba una deal na hizi tribes zingine, mkisema hii kampuni hii Kenya ni kampuni yenu, then mjue ya kwamba mnaweka tribes zenu kwa hali hatari, kwa sababu hakuna mtu atakubali mpate hiyo nguzi haraka. Ni kweli si kweli? Mnaweza Raila ni mjinga. Raila si mjinga. Raila ni mkarimu. Raila anapenda hii nchi. Ingekuwa ni mimi Gaucho, Ruto tungefesana na wewe head on. Mimi tungefesana na wewe head on. Kwa sababu ile ya zamani hata sasa hizo uongozi libadilishwe, watu wanapiga kura. Enzi ya Biblia wakina David walikuwa wanaibia na vita Uhuru Park. Nani ameshinda wenzake sana ndiye anachukua uongozi?